Usiku ulipokuwa umetanda juu ya maji ya Ghuba ya Uajemi, hali ya taharuki ilianza kuenea kimya kimya katika eneo la kimkakati zaidi duniani. Mlango wa Hormuz, meli ya mafuta zilikuwa zikisafiri kwa tahadhari ya rada zikichunguza anga kila sekunde, huku wanajeshi wa pande mbalimbali wakifuatilia kwa karibu kila hatua. Lakini ghafla ukimya huo ulivunjwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Irani IRGC, tukio la kwanza lilitokea usiku wa manane baada ya meli ya mafuta ya Irani kushambuliwa karibu na mlango wa Hormuz. Tehran ilidai kuwa shambulio hilo lilifanywa na jeshi la Marekani kwa kutumia silaha za angani na kusababisha uharibifu mkubwa katika chumba cha injini cha meli hiyo. Habari hizo zilipofika makamanda wa kijeshi wa Irani, hakuna aliyekuwa tayari kusubiri kwa muda mrefu. Ndani ya muda mfupi vyombo vya operesheni vya Irani vilianza kuamka kama mizinga wa nyuki ulioguswa. Ramani za kijeshi zilifunguliwa, mifumo ya makombora ikawekwa tayari na vitengo vya majini vikapewa amri za haraka. Kisha jibu likaanza. Kwa mujibu wa IRGC, vikosi vyake vya majini vilirusha makombora yaliyolenga kile walichokiita meli ya adui wa Marekani na Israeli inayotambulika kwa jina la Panaya. Irani ilisema hatua hiyo ilikuwa ni kisasi cha moja kwa moja kwa shambulio dhidi ya tanka yake ya mafuta. Lakini huo haukuwa mwisho wa operation. Wakati ulimwengu bado ukijaribu kuelewa kilichotokea baharini, tukio jingine liliripotiwa. Irani ilidai kuwa Marekani ilifanya shambulio jipya dhidi ya mnara wa mawasiliano wa IRGC uliokuwa kusini mwa kisiwa cha Qassim, eneo ambalo lina umuhimu mkubwa katika ufuatiliaji wa shughuli za kijeshi ndani ya Ghuba ya Uajemi. Kwa viongozi wa kijeshi wa Irani, hilo lilionekana kama kuvuka mstari mwingine mwekundu. Safari hii jukumu la kujibu lilikabidhiwa kwa kikosi cha anga na anga za juu cha IRGC. Makombora na droni zilianza kuruka kuelekea malengo yaliyotajwa kuwa ni kituo cha helikopta na ndege za Marekani katika moja ya nchi za eneo hilo, pamoja na makao makuu ya kikosi cha 5 cha wanamaji wa Marekani kilichopo Bahrain. Ndani ya dakika chache anga la Ghuba ya Uajemi lilikuwa limejaa tahadhari za kijeshi. Vituo vya rada vilianza kufuatilia malengo yanayosonga kwa kasi kubwa. Sireni za tahadhari zikaanza kusikika katika maeneo mbalimbali ya kijeshi, huko vikosi vya ulinzi wa anga vikijaribu kutathmini ukubwa wa mashambulizi hayo. Katika taarifa yake, IRGC ilisema mashambulizi hayo yalikuwa utekelezaji wa onyo ambao Irani imekuwa ikitoa kwa muda mrefu. Tuliwahi kuonya kuwa uchokozi wowote ungejibiwa kwa namna tofauti na nzito zaidi. Tulifanya kile tulichoahidi, ilisema sehemu ya taarifa hiyo. Kauli hiyo ilionekana kubeba ujumbe mzito zaidi kuliko makombora yenyewe. Kwa miaka mingi mlango wa Hormuz umekuwa eneo ambalo mataifa makubwa yamekuwa yakipimana nguvu. Zaidi ya sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa duniani hupita njia hiyo nyembamba ya bahari. Ndio sababu kila tukio linaloonekana katika eneo hilo huifanya dunia nzima kusimama na kusikiliza kwa makini. Irani inaonekana kutuma ujumbe kwamba haitaki tena kuona eneo hilo likitumika dhidi ya maslahi yake bila gharama. Tunasisitiza tena kuwa yeyote atakayevuruga usalama wa mlango wa Hormuz atalipa gharama kubwa, IRGC ilionya. Kauli hiyo ilikuja huko kumbukumbu za miezi iliyopita zikiwa bado mbichi. Tangu mwishoni mwa Februari mwaka huu, mvutano kati ya Irani, Marekani na Israeli umeongezeka kwa kasi. Tehran inasema ilikabili kile ilichokiita wimbi la mashambulizi ya kichokozi kutoka kwa Marekani na Israeli, jambo linalofanya kuanzisha operesheni kubwa za kulipiza kisasi. Kwa mujibu wa simulizi za Irani, zaidi ya mawimbi 100 ya mashambulizi yalifanywa dhidi ya malengo ya Marekani na Israeli katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Wakati huo Tehran ilitangaza kufunga mlango wa Hormuz kwa maadui wake na washirika wao, hatua iliyotikisa masoko ya mafuta duniani. Shinikizo hilo lilipoongezeka, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza usitishaji wa mapigano kwa upande mmoja mnamo Aprili 7 mwaka huu. Hata hivyo, hali haikutulia kwa muda mrefu. Irani ilidai kuwa baada ya hapo Marekani iliendelea na kile ilichokiita mzingiro haramu wa baharini dhidi ya meli na bandari zake. Matokeo yake, Tehran ilianza kuweka masharti makali zaidi kwa meli zinazopita Hormuz. Katika hatua nyingine iliyozua mjadala mkubwa wa kimataifa, Irani iliunda taasisi mpya iliyopewa jina la Persian Gulf Strait Authority PGSA, yenye jukumu la kusimamia na kudhibiti shughuli zote za usafiri wa majini katika eneo hilo. Kwa wachambuzi wa kijeshi, matukio ya usiku huu yanaweza kuwa ishara kwamba kipindi kipya cha mvutano katika Ghuba ya Uajemi kinaanza. Swali kubwa linalobaki ni moja: je, mashambulizi haya yatakuwa mwisho wa mzunguko huu wa kisiasa au ni mwanzo wa awamu mpya ambayo inaweza kuingiza Mashariki ya Kati katika mgogoro mkubwa zaidi? Kwa sasa maji ya Hormuz bado yanapitisha meli za mafuta, lakini chini ya uso wa maji hayo tulivu, mvutano unaendelea kuchemka na kila upande unaonekana kuwa tayari kwa hatua